Hapa kuna mahindi karibu gunia 900. Ebu cheki, si ufanye hivi niuzie gunia 2. Na ngojea bei pade. Kwa hivyo raha yako ni kutuumiza. Kiumane kidogo, nigoge watu. Uko sawa wewe? Pastor, imagine hata Biblia inatufundisha. Aje. Methali 11:26. Watu humlaani mtu anayewanyima watu nafaka, bali baraka humkalia kichwani kama taji yeye aliyeradhi kuiuza. Hiyo Biblia tupa. Funga nayo madasi. Hilo karatasi umeshika ni la nini? Bei za mafuta kwa nchi mbalimbali ulimwenguni. Hebu niguzie tu nchi chache. Europe, bei zilivyopanda. Ni ngapi? Euro 6,000 kwa lita moja. Hey! Euro 6,000. Marekani dola 8,000. Lita ngapi hizo? Lita moja. Once you consume bangi, you just become a cabbage. Rigiji bwana, do something. Hii bei ya mafuta nayo imeenda sana. Mafuta very expensive. So in the next 3-4 weeks, mafuta itapanda na zaidi ya 40 shillings kuendelea mbele. 40 bob yote. Ndio. Na ikipanda, fare itapanda. Kila kitu itapanda. Hey! Sasa huku ni kuumia, tutaumia. Kama nyinyi maasura. Tuna nini sisi? Ai. Si useme tu ni nini kitatokea. Utajua uji. Mimi uzuri niko na namba yako. So, ikiumana ni 1 call away and I'm sorted. bloko simu yangu. Kumaanisha? Jipange. Kuisha wewe, jamini. Ama pia wewe unahofia utakosa chakula. Mjinga wewe. Pasta. Mimi si pasta na mimi si bishop. Umesema ni? Mimi si pasta, mimi si bishop. Kwa hivyo wewe ni nani? Mimi ni mkulima. Kwa hiyo unajaribu kusema vitu zikipanda wewe utakuwa sawa. Unamaanisha nini mkulima Maina? Hapa kuna mahindi karibu gunia 900. Ebu cheki, si ufanye hivi niuzie gunia 2. Na ngojea bei pade. Kwa hivyo raha yako ni kutuumiza. Kiumane kidogo, nigoge watu. Uko sawa wewe? Pastor, imagine hata Biblia inatufundisha. Aje. Methali 11:26. Watu humlaani mtu anayewanyima watu nafaka, bali baraka humkalia kichwani kama taji yeye aliyeradhi kuiuza. Hiyo Biblia tupa. Funga nayo madasi. Hiyo ni shindwe katika jina la Yesu. My friend, wewe ni maskini wa mwisho. Hey. Na hii Kenya iwapo patachimbika, mimi ndatorokea kwa jirani. Hebu guess ni jirani mgani? Tanzania. Hapo umegonga ndipo. Bas, Rais Samia, huko Tanzania kuko aje? Tumeanza kushuhudia upandaji wa bei za mafuta. Na vivyo hivyo tutashuhudia upandaji wa bei za bidhaa. Hey, kwani pia Tanzania? Si kwa Tanzania tu lakini hata kwa dunia. What? Sasa kwani sababu ni gani ya haya yote? Dunia yetu kama mnavyoelewa imejaa misuguano. Sana. Na machafuko ambayo kwa vyovyote vile yatapandisha hali ya maisha kuwa ngumu. Kwa hivyo sasa hapa tutafanya aje? Tuanze kupunguza matumizi ya mafuta. Ndani ya serikali tuna matumizi makubwa sana ya mafuta. Useme haraka. Magari ni mengi, safari zetu ni nyingi, niwaombe sana. Tunaanzia wapi? Ninaanza na ofisini kwangu. Ninapotembea, maafisa wote, wakubwa wote na magari yao nyuma wananifuata. So, kuanzia sasa ninapokwenda kokote, wote nitawaingiza kwenye kibasi. Kwenye kibasi? Kimoja. Sasa huo msafara najaribu tu kuimagine utakuwa aje? Msafara utakuwa escort yangu. Hiyo ni moja. Polisi. Polisi ya pili, alafu yako inafuata ya 3. Na gari ya akiba nyuma. Hayo ni magari 4 na waliobaki? Wanaobakia wote na waingiza kwenye kibasi. Kukata matumizi ya mafuta. Kwa hiyo ninaomba nanyi katika maeneo yenu tukate matumizi ya mafuta. Alafu Samia, hilo karatasi umeshika ni la nini? Bei za mafuta kwa nchi mbalimbali ulimwenguni. Hebu niguzie tu nchi chache. Europe, bei zilivyopanda. Ni ngapi? Euro 6,000 kwa lita moja. Hey! Euro 6,000. Marekani dola 8,000. Lita ngapi hizo? Lita moja. Once you consume bangi, you just become a cabbage. Yani Euro 6,000
ni shilingi 900 za Kenya. Hiyo ni lita moja. Na dola 8,000 ni milioni moja ya Kenya na hiyo ni lita moja. So lita 10 hiyo ni milioni 10. Hiyo pesa zinunue tu gari basi ya stima hata ama pikipiki. Ukija huku kwetu Afrika mambo yako juu. Kwa nini? Kuna nchi ambazo tayari zimeshawapa watu wao ruhusa kufanya kazi majumbani. Mbona majumbani? Kusiwe na movement za magari kwenda maofisini na kurudi. Ni kubaya basi. Lakini kuna nchi ambazo kwa kiasi kikubwa zimepunguza matumizi ya mafuta na wana upungufu wa mafuta. Leo tumeamka na neno la faraja. Mbona? Angalau pale Humuzi sasa ukiongea nao vizuri wale jamaa vimeli vinapita pita, kwa hiyo inatupa hope kwamba meli itapita. Hiyo ni good news sana. Na kwa ile kuruhusu tumeli za awali za Ufaransa, za Japani, za wapi, kidogo nimeona bei ya mafuta imeshuka kidogo. Sasa hii inatupa matumaini, lakini vivyo vivyo hatumjui yule jamaa naye anavyoamka ndio dunia inavyocheza hivyo hivyo. Najua tu unaongelea Trump. Oh my God. Kama vita hii inayoendelea itaendelea, Mimi nitaomba niingie huko. Kufanya nini huko? Watanijua mimi nani. Allah! Allah! Wamaanisha nini wewe rais? Sasa unajua tu vizuri hao ukiwasumbua watakujibu na vita, missiles. Wanaojibu ovyo huko ndani ni mimi na wao. Unajua unafanya nikae ni kama sikujui. By the way, we ni nani? Watanijua mie nani. Na by the way, si uende tu kama unaweza leta suluhu kati ya US Israel versus Iran. Nasubiri tu baraza liitwe nikafanye vitu vyangu. Na sasa Samia, na we ukishindwa itakuwa aje? tunategemea pia kuwa na mdororo wa uchumi duniani. Sasa yakishashindikana kabisa tutatorokea wapi sisi? Muombe Mwenyezi Mungu haya yamalizike ili tuende vizuri. Hallelujah, hallelujah. Oh my God. Hey God. Yo guys, thank you for watching that video up to that point. Sasa tuongelee hii issue ya mafuta manzi. Sasa issue ya mafuta imeaffectiwa na vita za Iran versus US Israel. Si juzi US ilikuwa imesema nini? Inaenda yani the whole civilization is going to end in a single night. Trump alikuwa amepromise ku destroy the oil plants na steel structures na infrastructure za maana za Iran kama hawatafungua Strait of Hormuz na cease fire. Sasa Pakistan waliingilia kati wakasema wanaenda kuchea hiyo meeting ya Iran na US wa discuss. Hiyo meeting ilikuwa inafanyika leo Jumapili. Hii video inarekodiwa Sunday jioni. Sasa basi hiyo meeting haijafua dafu. Kwa nini? US walienda hapo wakiwa na malengo yao yenye wanataka Iran watimize. Malengo gani? Number 1, na Iran ilikataa hizo ndo maana hawajaelewana. Na baada ya hapo Trump amesema nini? Anaenda kublock Strait of Hormuz, aondoe Iran hapo, alafu sasa ndio atafungua baadaye. Sasa hizi ndo vitu Iran walikataa. Number 1, US ilikuwa inatakaje? Iran iachane na mambo ya nuclear weapon completely, wasiwahi unda. Sasa hiyo ni kukuambia tukikupata next ni kukumaliza. Number 2, missiles and proxies. US iliambia Iran aje? Lazima mkubali tuweke restrictions kwa the levels of missiles mna manufacture. Yani wamewekewa restriction kwa missiles wanaunda. Then kwa proxies, mnafaa mjue Iran iko na allies wao, the likes of Lebanon, part of Syria, part of Iraq, mahali kuna washia na Gaza. Yes, Gaza. Ni US inawaambia aje? Msikuwa mkiwa supply ya weapons. Muirani akakataa. US ilikuwa inataka Iran ifungue immediately Strait of Hormuz. Iran ikakataa, ikasema hapo zi. Another point is the Lebanon split. Ni wote mnajua ama kama ujui sasa unajua saa hizi. Israel inapigana sana na Lebanon, inataka kuchukua 800 square kilometers land ya Lebanon ijiongezee ikwe territory yao.
So Iran ilikuwa inataka Israel stop the operations that zenye zinaendelea Hezbollah huko Lebanon. Sasa huyo rais wa Russia Vladimir Putin amesemaje? Atachair the next meeting between Iran and US, walete peace. Anze vitu zingali tu mzito. Hakuna mtu anataka kulegeza kamba. Kila mtu hapo ni kichwa ngumu bana, na zingine mingi. Sasa let's watch and see how it goes.